chuki, wivu. Kwa nini Makeka? Fiti mwanangu. Shangazi, nachanganyikiwa kabisa na hicho unachoniambia. Yaani sielewi. Sasa shangazi, yaani mimi sasa ndo nimemuota, yaani hivi amenitokea na kuniambia hili alikuhusu, usijihusishe chochote, hichi kitu kinamhusu Makeka. Yaani shangazi, hivi mpaka nikawa naogopa tu. Ulivyoota ndivyo hivyo nilivyoota mimi. Yaani mimi jini nilimuota live. Unaelewa ile? Nusu umelala, nusu uko macho. Jeni amenitokea nalalamika. Anti, shangazi, ba mdogo Makeka ni mtu mbaya mno. Shangazi, Yeni ni mtu mbaya sana. Wanae makini shangazi. mimi Kivipi? Nateseka shangazi. Lakini chanzo cha matatizo yangu mimi ni ba mdogo Makeka. Kuwa ni naye mbali. Sasa hapa naanza kuchanganyikiwa. Kwa nini? Nyote mimi? Wote na mimi. Kwa nini niete hili? Shangazi, ni nini hiki sasa jamii? Ila shangazi, mimi nakwambia muda si mrefu tutapata majibu yote ya hizi ndoto tunazoziona. Eti mimi nakwambia. Afadhali kaka nimekuona, maana huu mguu nilikuwa nakuja kwako. Ajabu, maana una muda mrefu hujafika kwangu. Leo iweje unaambia mguu unakuja kwangu? Kuja kwangu kufanya nini? Ujio wangu mimi kaka, nilikuwa nataka kujua unajua nini juu ya kifo cha mwanetu Jeni. Sasa nikwambie mimi najua nini kuhusiana na kifo cha Jeni? Mimi najua kitu gani? Na kama kifo ni kitu cha kawaida, wamekufa wazazi wetu, mbona hujai kuuliza hata siku moja kwamba baba kafa kafaje, mama kafa kafaje? Mbona hayo hujauliza? Leo Jeni kafa, mtoto unauliza kwani kipo si kipo? WhatsApp najua kila kitu chopanya ndiye kipo. Sasa kumbe unajua. Sasa unachoniuliza mimi ili iweje sasa? Wewe kama kuna kitu tunifanya unajua, sasa ulinifuata mimi iweje wakati wewe unajua? Yaani kila kitu ulichokifanya nakijua na kiko wazi. Hivi kweli kaka, kwa mikono yako miwili unadiriki kumzuru mtoto wako? Bwana, tuheshimiane. Dada, naomba tuheshimiane. Hapo tutakosana. Nakwambia tuheshimiane, tutakosana. Mimi nimuue mtoto wangu? Nimuue Jeni kwa sababu gani? Sababu gani mimi nimuue Jeni? Hebu acha ujinga bwana, nakuheshimu. Kaka, kinyago ulichoenda kuchonga kitakutisha mwenyewe. Hakuna siri tena, na hili
sintoliacha mpaka tone langu la mwisho la damu. Nitapambana nalo. Haya maumivu nilionayo, haya machozi yanitokayo, haya mawazo nilionayo, nahisi kichwani mzigo mzito. Makeka hili tatizo wanipatia mimi, shangazi Mwatano, hili tatizo wanipatia mimi. Na kusikiliza Mchopa, nimekuja tofauti. Nimekuja tofauti sana. Ningekuja kwa hali yangu ambayo umeizoea, usingekaa na kunisikiliza. Ni kweli. Hata hivyo leo naiona ni siku ya tofauti sana kwako. Vipi? Mbona leo umekuja tofauti sana na nilivyokuzoea? Kwa nini unamchukia dada yako? Mchopa, ina maana hicho ndio ulichonitia hapa? Sikiliza. Nataka ufahamu kwamba dada yangu ni mtu mbaya sana kwenye maisha yangu. Dada yangu ni mtu hatari sana kwenye maisha yangu. Dada yangu ameamua kujiondoa furaha yangu. Dada yangu ameamua kuyapoteza maisha ya mke wangu. Wewe unadhani hapo mimi naweza kuelewa nini kuhusu dada yangu? Sanzi, dada yako sio mbaya kama unavyofikiria. Dada yako sio mbaya kama unavyodhani wewe. Hichi kijiji sisi ndio tunaikijua. Ni watu wachache wameamua kupandikiza ili wamuone dada yako mbaya. Lakini dada yako ndio ilikuwa ngao yako. Dada yako ndio alikuwa anapigania ndoa yako. Dada yangu ni mtu mzuri kivipi? Ikiwa dada yangu ndio ameamua kuyaharibu maisha yangu. Dada yangu ameamua kumuua mke wangu kwa uchawi. Dada yangu mimi ni mchawi. Chopa, dada yangu hafai. Unawezaje kusema dada yangu ndio alikuwa anaipigania ndoa yangu? Usempenda kaje. Na mimi ndio nimekuja kama hivi. Naona kona service shanza kwa nyingi bwana Makeka. Vilinge vyote kila ndakukutafuta wewe uonekani. Mpaka kwenye kilinge cha kawa wewe uonekani. Makeka, unataka kuilisha ugobichi na chai, na hili kwangu mimi hutoweza. Saburi, mbona ndugu yangu hata salamu unakuja na vitisho kwenye kahawa? Kwenye kahawa sipatikani wapi? Kwa kuogopa lipi sasa? Makeka, unaniona mimi poyoyo? Mimi sio poyoyo, wewe ndio poyoyo. Redio mbao mitaani kote hapa hakuna sejua kwamba binti yako unamwozesha. Kila unakopita kila mtu anajua kabisa kwamba binti yako umepokea posa au unamwozesha. Mimi nimwozeshe yule binti kwa mtu mwingine? Wewe unawasikiliza au unasikiliza mimi mlengo? Mimi ndio mwenye mtoto, mimi tulikutana na wewe ulikutana na watu. Hebu punguza munkari ndugu yangu. Kwa nini? Makeka, elangu mimi ya moto. Elangu mimi yeyui kiwepesi. Na hii mimba uliyokubali ya Msukuma, hii haitoki. Na ukitoa hii, basi unaondoka nayo. Jambo linakwenda vizuri. Una haraka gani ndugu yangu? Mimi nakuhakikishia, Sembuli mimi siwezi kufanyia uuni wewe. Kumbuka kwamba yule ni mtoto wangu mimi. Mimi ndio mwenye mamlaka naye. Nani mwingine? Angekuwa kuna mjomba, kuna nani sawa. Mimi ndio mwenye maamuzi.
Yeye ni mwanangu. Najua unafahamu kinachoendelea juu ya hapa. Kinachohitajika sasa hivi ni utayari wako. Yule bwana ameshakamilisha kila kitu na taratibu zote amemaliza. Kwa hiyo natajia wewe sasa ni kusikiliza unasemaje juu ya hii. Hivi ba mdogo, kwani mnanifanyia hivi lakini? Kwa nini mnakaa mnajichukulia maamuzi nyewe wenyewe bila kushirikisha mimi? Wewe ni mtoto. Unaelewa? Wewe ni mtoto, mimi ni babako. Sasa kile ninachokihitaji mimi ndio hicho utakachokifanya wewe. Unafahamu? Hapana ba mdogo, na mimi nina haki. Nina haki kuchagua yupi ambaye ananifaa na yupi ambaye anifai. Hata hivyo, mimi siwezi kuolewa mitala. Siwezi kuolewa mitala na yule mzee. Siwezi baba yangu, yeye utanisamee kwa hilo. Siko tayari kwa kweli. Hata hivyo, unafahamu kila kitu kwamba mimi nina mtu wangu na yuko tayari muda wowote kufika hapa nyumbani. Yaani hapo ndo unapotaka kunitibu. Tena huyo mtu wako sitaki kabisa kumsikia. Yaani huyo mtu wako usije ukanitajia tena. Alafu kumbuka hapa unaongea na babako. Sipendi masiala kipumbavu. Sijui unanielewa? Alafu kwa taarifa yako sasa, yule mzee ameshatoa hela zake. Sijui unanielewa? Ameshatoa hela na kila kitu kishakamilika. Kwa hiyo hapa inachotakiwa ni wewe kujiandaa kwa ajili ya ndoa. Sasa mimi nasemaje baba? Kama hiyo hela umekula, chukua urudishe. Kama au unatafuta urudishe. Ila mimi siko tayari kuolewa mitala. Yaani siko tayari. Labda mtafute mtu mwingine akaolewe. Jeni, usitaki kumtibua. Hii sasa kiboko. Mitaweza kurudisha kweli na wewe mzee kusikuzalishana jamani. Na ila mimi ndo mshahidi jamani. Utaweza kako nzadilishe. Hapa Migera sirudishi na ataone watu. Makeka ili tatizo wanipatia mimi shangazi Mwatano. Hili tatizo wanipatia. Hapo mikazi nishamaliza. Kwa kila kitu kitakuwa sawa nzee. Yaani hapo kazi nishamaliza. Kikubwa tu zingatia masharti nilokupa. Kwa hiyo nitampata. Sikumpata tu, huyo kesha nasa. Atanasa na tayari kesha nasa huyo. Sawa? Nimekuelewa. Zingatia yale masharti niliyokupa. Haya inshallah nakuruhusu nenda. Nakushukuru sana. Maana nishaongea na mizimu ya Dunga, Dode ya juu, Chukwani, yote sharuhusu. Huyo lazima tu atanasa huyo. Wewe duksa nenda. Nakushukuru zaidi ya sana mzee wangu. Haya inshallah. Ukatili, wivu, chuki, hasira, lawama vimetawala. Upendo, amani, utulivu, furaha havipo tena. Ukatili, wivu, chuki, hasira vimetawala. Kifo si cha kawaida, ni mipango ya jirani yako. Chuki, wivu, uchawi, tamaa zimewajaa mioyoni mwao.